Nimesema kwa ni level mbalimbali, level ya chini kabisa, level ya juu, kwenye parokia, sio wapi, kwenye chuo, siri mpaka kwenye taifa. I look at the judges, na kama majaji, nasema hivi hakuna jaji mwenye hekima. Anajua kama kuna distinction. Polisi, kazi ya polisi ni inaishia kulinda raia na usalama wa vyombo wa mali zao. Ndio kazi ya polisi. Sio zaidi. Lakini kuzuia mtu asifike kwenye nani, kwenye hapa ni mahakamani. Usifike, ili polisi hausiki kabisa. Atieti. Polisi wakichukua madaraka yote. Na hakuna mtu wa hekima wa kusema kwamba hiki kitu ni kibaya. Hakuna mtu anasema ni uchawa. Sasa tuko chawa. Wote tuko chawa kweli. Kwa hiyo kuna kitu kimekosekana, ni hekima. Mimi naongea katika Tanzania yetu na hekima. Ni kitu kikubwa sana kimekosekana. Tukifanyia kazi. Tuombe. Kumjua Mwenyezi Mungu. Kumjua Mwenyezi Mungu ndio mwanzo wa hekima. Sasa sisi tunataja jina la Mungu na kwa kweli ukiangalia majukwaa yote yao ya kisiasa, majukwaa yote sema kwamba tunaanza mkutano wetu basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia muda huu tuweze kuongea mambo haya, sio nini? Halafu ni jina la Mungu, unataja jina la Mwenyezi Mungu basi. Lakini kwamba lina sink into a system. I'm sorry to say, kwa kweli hiyo hayo. Tuendelee kushangaa. Kwa sababu filosofia ni kushangaa. Si wana ya? Ni wana. Kwa hiyo tuendelee kushangaa. Tusiposhangaa hatutatoka kwenye shida zetu tulizonazo za uchawa. Na bahati mbaya hii falsafa ya uchawa imeota mizizi. Hakuna cha mtu aliyesoma na asiyesoma. Wote wanafanana kwenye uchawa. Hakuna asiyesoma na aliyesoma. Wote ni tunaona minister. Unaona mpaka mtu anajigaraza chini na tai yake. Anasema tu anatetea unga wake kachakula na chakula. Sasa unashindwa kutafuta chakula mwenyewe mpaka ukapewe. Mpaka upewe mtu mzima, mwanamke mzima unapewa chakula. Mwanamke mzima unapewa chakula, kwani unajua kutafuta chakula? From your own struggle, ukistruggle mwenyewe unashindwa. How is it so necessary kuitwa Your Excellency Minister au Prime Minister? Kwani lazima uibe? Kwani hakuna watu wanaishi maisha mazuri tu regardless ya hivi vya minister na nini? Sasa tunachoomba hapa ni kama anaomba hawa kwenye somo la Injili hawa mitume. Manake kwenye Yohana 20:19 inaanza na uoga. Yaani tatizo la society yetu ni uoga. Hofu. Mitume waliishi kwa hofu. Na ile kanisa la mwanzo waliishi kwa hofu. Kwa kuogopa nani? Wayahudi. Thank you. Kwa kuogopa Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi walikuwa kumbuka Jesus alikuwa kama revolutionary. Yesu alikuja hapa akabadilisha kitu kilichokuwepo, wanaona kinakuwa kupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani dini ya Kiyahudi si ilikuwa inaamilika inapeleka watu kwa Mwenyezi Mungu. Halafu akaja akaanza kuipinga na kuonyesha kwamba kuna mapungufu. Mafarisayo walichukia sana. Na hawa waandishi
wanasheria walichukia sana, lakini yeye akaendelea kumetea kwamba hiki chake ni kitu kipya. Na anasema hakuna kitachobadilika isipokuwa kuna kitu ameongeza juu yake, na amri yake ni upendo. Pendaneni. Pendaneni kama mimi nilivyowapenda mimi. Ndio ilikuwa amri yake. Lakini hii ilichukiza Mafarisayo sana na Wayahudi washiriki kwa jumla. Wale wenye hekima walibadilika, waliona kitu kipya katika mafundisho yake. Waliona something new. Wakamheshimu, wakapraise. Hata kuna wakati alipatia watu chakula, sio? Halafu akapita maeneo yale pale siku nyingine. Halafu eti wakaja watu wataka kumfanya nani awe mfalme. Yesu akakataa kusema mimi si mfalme. Bwana, mimi nitoa huduma tu. They want to make him a king. Na kuwa mfalme ni kitu kizuri, hata watu wengine mahali pengine wanapigania kuwa mfalme. Mfalme labda kupigania sana kwa sababu ni inatoka naturally from your tribe na from ukoo wako unakuwa mfalme tu. Kama Malkia Elizabeth alipokufa, mwanae nani? Edward. Yaani mume wake na Diana. Charles, yes. Charles automatically akatawazwa kuwa mfalme. Unaona? Hiyo ni natural, inakuja tu yenyewe, wala hakuna ubishi, wala hakuna kura. Mambo ya falme hakuna kura. Isipokuwa mfalme wa kidemokrasia. Wafalme wa demokrasia wanahitaji kuwa na wapige kura, binadamu wakuchague. Sasa ajabu kwenye wafalme wa siku hizi, yaani hawa wa demokrasia, wanataka eti washinde kwa kishindo. Yaani 99% watu wakupende, wanakupenda na kudansi tangu asubuhi mpaka jioni. Wewe, hapa tunakuwa na uchaguzi wa provincial. Yaani ukibarikiwa sana ukiweza kuna nini umemzidi mtu kwa kura moja. Yaani hapo umebarikiwa sana kwa kura moja. Jinsi ilivyo ngumu sisi ambao tena tumesoma na nini na mambo ya kimungu na Yesu Kristo na msalaba pale mbele. Ukipata kura 51 na mwingine alipata 49. Sana hiyo that difference. Lakini yeye rais wa nchi halafu upate kishindo 99%. Nikakwambia kama sio wizi. Nikakwambia mtu basi sasa tukupende kiasi hicho. Humu ndani kati yetu hakuna uwezo kupata 60%. 60% uwezo kupata. Sana can get 51%. Na umemzidi mwenzako kwa only 2 kuras. Kura mbili, kura moja. Lakini eti nchi ya watu milioni 60 milioni upate 99%. Haipo. Wizi ndio, kwa wizi unaotoka. Kwa hiyo hawa Wayahudi walikuwa wanaishi kwa hofu. Angalia, wale mitume wa Yesu walikuwa wanaishi kwa hofu. Hofu ya kuogopa Wayahudi. Sasa amani ikaja. From nowhere Yesu akaingia. Kumbuka ashakufa na walipoteza matumaini. Ndio maana walikuwa wanaishi kwa hofu. From nowhere kama tulivyo hapa anatokea Yesu anasema kwamba amani iwe nani. Wewe bwana. Nini? Haiwezekani, si ashakufa tena. Kwa hiyo wakishana kuhusu kwamba ni yeye
Akarudia tena, amani iwe kwenu. Wakaendelea kudauti. Basi akaamua akawavuvia. Yaani huo ni uvuvio huu unafanya. Ni uvuvio. Akawavuvia, pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni roho wa nguvu, wa hekima, wa ujasiri. Wakaambiwa wapokee. Wale wenye mioyo ya kupokea wakapokea. Jambo jipya sio kila mtu anapokea by the way. Basi wakapata nguvu ya kupokea Roho Mtakatifu, na wakawa wa kweli na nguvu ya ajabu, wakaanza kusimamia ukweli. Na hapo ndugu zangu, niwaambie na malizia hiyo, hapo ndipo Ukristo ulianza kuota mizizi duniani. Ukristo ulianza kuota mizizi kwa kumwaga damu. Kanisa la mwanzo liteseka sana. Ilikuwa kanisa la matishio, uoga. Lakini walipokea Roho Mtakatifu, roho wa nguvu, roho wa hekima, akatokea mfalme mmoja. Alikuwa anaitwa nani? Constantino. Thank you baba. Ama falsafa sio wale. Dini vipi bwana? Yeye mnasoma historia. Mimi siamini kama huyu fadha ni mwanafunzi hapa. Ni profesa. Akatokea Constantino, akaanza kuwa na uvumilivu, tolerance. Akainua Ukristo. Tena kaufanya ndio dini ya taifa. Na ndivyo Ukristo ulivyoendelea ukaendelea kuongoza. Wale watakatifu tunaoadhimisha ibada hapa tunawataja kwa majina. Kwa mfano, hao watakatifu wa zamani sana na wanawake wako. Felicita, thank you. Tena sinadhani ni baadhi hapo wamesema. Perpetua, Agatha, Cecilia, Anastasia. Hawa ni Wakristo wa mwanzo. Hawa ni Wakristo waliomwaga damu zao kwa ajili ya kutetea Ukristo. Wanawake hawa watakatifu, mashahidi. Sio fikiri ni sawa na siku hizi hapana. Siku hizi ni kama watu waishi kwa uoga tu. Hebu niambie jina la mtu ambaye mwanamke ambaye na yaani kiondoa tena sio kwanza kumwaga, lakini kiondoa Mama Teresa utakuta nani mwingine. Umesikia huyu mwingine anataja kwa Halima Mdee. Halima gani wapi? Ela kuna kitu alimuuliza si mkono si mguu. Kuna kitu si mkuja. Nada ni mkono. Kwa hiyo damu yake ishamwagika kidogo. Kwa hivyo wapendwa, mtakatifu unakuja kutokana na hilo. Sasa Roho Mtakatifu anawaambia atawatuma. Na ndio nakuja kwenu sasa, mnatumwa. Ninyi paona kama ni mafrateri, maspiro wengine, mnatumwa sasa. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu unatumwa uende. Ukatangaze nini? Chemchemi. Ukatangaze nini?
jumla sana, yani tunataka Injili. It's the whole world. Lakini we just finished celebrating Easter. Kutangaza nini? Kwamba he has risen indeed. Kweli, hallelujah. Mimi nikiangalia wengine ni kwanza wameingia kwenye 3 piece. 3 piece haisaidii chochote. Mimi nawaambia hizi kanzu wala zenyewe hazisaidii chochote. Ni kupambana, Injili ni kuipambanisha na ujinga mwingi ambao uko kwenye jamii. Lazima muwe tayari, ready. As the sons and daughters of Israel walikuwa tayari kuvuka to move from Egypt to Canaan, to the promised land, jamani. The right language here we go to manufacture. To the promised land. Hasa kama baadaye itaitwa Canaan, it doesn't matter if but the initial ahadi ya Mungu ni promised land. Kwamba sisi tukatangaza kwamba indeed amefufuka kweli. Haleluya. Kwa nguvu kabisa. Kama vijana, nimekwenda vijana wa TYSS, tunakuwa na Easter conference, halafu tunaambiana kwamba amefufuka kweli, haleluya. Ndio. Ya Bwana Mungu ndio kusema kwamba amefufuka kweli, haleluya. Amen.
Thank you.